Yapo majina ambayo yakisikika tu kutajwa kila mtu huyaongelea kwa heshima na mapenzi. Mojawapo ya majina hayo yenye heshima kubwa duniani ni jina la mfalme wa martial arts na filamu za China, Bruce Lee. Huyu Bruce Lee tutamzungumzia leo kwa sababu hakuwa binadamu wa kawaida. Kabla sijaianza hadithi ya maisha yake na mpaka kufikia kwenye mizengo ya kifo chake au kuuawa kwake, ningependa nikujuze vitu vichache ambavyo ni Bruce Lee pekee ndiye binadamu aliyekuwa na uwezo wa kuvifanya na si mwingine yeyote yule. Bruce Lee ni mtu pekee aliyekuwa na uwezo wa kupiga karatasi inayoning'inia ikatoboka. Nielewe vizuri, sio kuchanika, maana hata mimi na wewe labda tunaweza kupiga karatasi na ikachanika. Bruce Lee alikuwa akipiga karatasi, anaipiga kwa presha kubwa kiasi inatoboka katikati. Unaweza kujiuliza hizo nguvu za kuwa na presha kubwa hivyo mikononi mwake alizipatia wapi? Fahamu kuwa Bruce Lee alikuwa na uwezo wa kupiga push-up 100 kwa kutumia kidole kimoja tu, kidole cha shahada. Mwenzangu na mimi najua hata kwa mikono miwili ukiambiwa upige push-up 10 hautoweza, hata kama wakuwekee milioni 10 kama kidau. Na pia Bruce Lee alikuwa na uwezo wa kufanya pull-ups 50 kwa mkono mmoja bila ya shida. Yaani lile zoezi la kuning'inia kwa mikono kisha kujivuta mwili wako juu. Basi Bruce Lee alikuwa na uwezo wa kuning'inia kwa mkono mmoja na akajivuta mara 50 bila ya kuhenya. Mikono ya Bruce Lee ilikuwa na uwezo wa kupiga ngumi na kuangusha punching bag za uzito huu wa kawaida tunaotumia sisi. Yaani hizi punching bag za kilo 31 hadi 70. Hivyo ikawa inalazimika atengenezewe punching bag zake binafsi ambazo ziliongezwa na vyuma ndani ili ziweze kuendana na uzito wa mateke yake na ngumi zake. Bruce Lee alikuwa na spidi ya ajabu kiasi kwamba alikuwa na uwezo wa kurusha punje ya mchele angani na kisha akaidaka kwa vile vijiti wanavyotumiaga wa China kula chakula. Pia Bruce Lee alikuwa akiweza kuchukua kwa haraka shilingi iliyo kiganjani mwako na kukuwekea nyingine kwa haraka kiasi kwamba macho yako hayataona vizuri amewezaje kufanya hivyo. Bruce Lee alikuwa na spidi kubwa sana hadi kwenye kuigiza, hadi wakawa wanamwekea slow motion ili watazamaji wa filamu waweze kuona vizuri mapigo yake yasiwapite. Huyu Bruce Lee hakuwa binadamu wa kawaida. Bruce Lee alizaliwa Novemba 27 mwaka 1940. Ilikuwa ni usiku wa saa 7 na dakika 12. Mama yake Bruce Lee sababu alifiwa na mtoto wake wa kwanza wa kiume, hivyo alivyompata Bruce Lee akaamua kumpa jina la kike, akamuita Siphon, na akawa anamvalisha Bruce Lee nguo za kike akiwa mchanga. Alifanya hivyo akiamini mizimu ya kifo na roho za umauti zitadanganyika na kudhani Bruce Lee ni mtoto wa kike kwa sababu ya jina lake, kwa hivyo zitamkalia mbali na hatakufa. Na kweli labda ilisaidia. Lakini hili jina la Bruce Lee alipewa na nesi mkunga aliyemzalisha mama yake. Bruce Lee alipewa jina la kizungu na nesi huyo sababu Bruce hakuzaliwa China. Alizaliwa Marekani katika jiji la San Francisco, mahali palipo na makazi ya wahamiaji wengi tokea China. Wanapaita Chinatown. Lakini jina lake halisi la kiume lenye asili ya China likawa ni Lee Junfan. Baba yake Bruce Lee alikuwa akiitwa Lee Hon Chan, alikuwa mwigizaji maarufu sana wa sanaa za majukwani. Lakini Bruce Lee alipokuwa mchanga, katoto ka miezi mitatu tu, yeye na wazazi wake wakasafiri tokea Marekani na wakarudi kuishi katika nchi yao ya asili China, katika jiji la Hong Kong. Hata mwaka 1941 wakati China inasumbuliwa na athari za vita kuu ya pili ya dunia na pia kuvamiwa na wa Japan, baba yake Bruce Lee aliweza kuendelea na kazi yake ya uigizaji wa majukwani, na mara nyingi alipokuwa akienda kwenye shughuli zake za uigizaji alikuwa akienda na Bruce. Hii ikamsogeza Bruce Lee kwenye sanaa ya uigizaji mapema sana. Akiwa na umri wa miaka 6, Bruce akaweza kupata nafasi ya kushiriki katika filamu ya kwanza. Ilikuwa ni mwaka 1946. Japokuwa mwaka 1941 akiwa mchanga kabisa, alionekana kwenye filamu iliyoitwa Golden Gate Girl. Bruce Lee akaucheza vizuri sana uhusika huo. Alikuwa ni mcheshi, mchangamfu na asiyekuwa na aibu. Alikuwa na maneno mengi na vituko, akawavutia watu wengi sana. Wanasema kwa uwezo wake mkubwa aliyouonyesha katika filamu zake maarufu tunazozijua ulionekana tangu siku hiyo ya kwanza. Hata kale katabia kake cha kuchezea pua yake akikasirika alikuwa nako tangu enzi hizo akiwa na umri wa miaka 6. Bruce Lee alipenda uigizaji na alipofikia umri wa miaka 18
Tayari alishashiriki katika filamu 20 ikiwemo tamthilia moja aliyoigiza yeye na baba yake. Iliitwa The Kid na waliicheza mwaka 1950. Wakati Bruce Lee alipokuwa mtoto katika jiji la Hong Kong, kulikuwa na wahuni wengi sana. Sababu ya maisha magumu yaliyotokana na vita kuu ya pili ya dunia, Bruce alijikuta mara kwa mara akigombana na kupigana na wahuni wa jiji la Hong Kong. Akiwa na umri wa miaka 14, siku moja alivamiwa na kundi la wanafunzi wenzake wahuni ambao walimshushia kipigo kizito. Hii ndiyo ikawa sababu ya wazazi wake Bruce Lee kuamua kumpeleka katika chuo cha martial arts. Sisi huku Uswahilini tumezoea kuvita vyuo vya karate. Walifanya hivyo ili kumsaidia aweze kujua kupigana na ili imsaidie kujilinda na wahuni wababe wa jiji la Hong Kong. Bruce Lee alifundishwa na mwalimu aliyekuwa akiitwa Yip Man, na mchezo aliojifunza zaidi kwa mwalimu huyo ni Wing Chun, ambayo ni aina maarufu ya wushu ambayo inachezwa zaidi kusini mwa mji wa Hong Kong. Lakini kumbe Bruce Lee mwenyewe ana kipaji cha ajabu cha kupigana na hakuwa muoga kabisa. Hivyo karate na kung fu zikamfanya kuwa na matukio mengi sana ya kupigana mtaani mara kwa mara. Na tangu aanze kucheza martial arts, akawa kijana hatari sana. Inakumbuka siku moja alivamiwa tena na wahuni, basi akamkamata mmoja na kumtandika kweli kweli. Akamwacha akiwa kamng'oa meno na mengine yamevunjika. Na si meno tu, akamvunja na mpaka mkono. Sasa Bruce Lee akawa kijana mbabe zaidi katika jiji la Hong Kong. Ilifika wakati polisi wakaenda kushtaki kwa baba yake Bruce Lee. Wakamwambia siku hizi mwanao amekuwa anashusha kipigo kweli kweli kwa vijana wenzake, na tumeshamchoka kumvumilia na kutibu watoto zetu kila siku. Ikiwa Bruce Lee atapiga wenzake tena, itabidi akamatwe, afunguliwe kesi na afungwe. Baba yake Bruce Lee akaona ili amwokoe mwanaye asije akafungwa kweli. April mwaka 1958 akaamua kumsafirisha aende akaishi San Francisco, Marekani, kwa dada yake aitwaye Agnes. Lakini kwa vile Bruce darasani hakuwa mwanafunzi mzuri, hivyo waliona labda shule za Marekani zingeweza kumsaidia zaidi. Alipofika Marekani, Bruce Lee bado aliendelea kujinoa na michezo ya martial arts, kiasi wanafunzi wenzake aliokuwa wakisoma nao chuo kikuu cha Washington wakawa wanamuita master. Na Bruce akaanza kuwa na darasa la kuwafundisha michezo ya martial arts wanafunzi wenzake. Mwanzo alianza kuwafundisha bure kabisa, na mwaka 1963 Bruce Lee alifungua chuo alichokita Junfan Kung Fu Institute. Kisha baadaye Bruce Lee alifungua chuo kingine katika mji wa California. Vyuo hivi vikawa ndiyo chanzo chake kikubwa cha kumpa pesa. Bruce hakuwa mchoyo, aliwafundisha mpaka wazungu na Wamarekani weusi siri nyingi za mchezo wa Kung Fu, jambo ambalo wengine wanasema Wachina wenye mapenzi na mchezo huo hawakulipenda, na wanaamini kuwa laana ya mchezo huo ndiyo ikapelekea kifo cha Bruce Lee, sababu alivyojisha siri za Kung Fu kwa wazungu. Mwezi mmoja tangu alipofungua chuo cha California, Bruce Lee alivamiwa na Wachina wenzake ambao walikuwa ni walimu wa Kung Fu, lakini walikuwa wakiwafundisha Wachina wenzao tu. Walimu hawa Kung Fu walionyesha kukerwa sana na Bruce Lee kufungua chuo cha Kung Fu Marekani na akawa anawafundisha wazungu. Wakamwambia aache kuwafundisha wazungu Kung Fu, wakamtaka afunge chuo hicho. Mamasta hawa waliomvamia Bruce wakamwambia kuwa akitaka wamruhusu aendelee na chuo hicho, basi itamlazimu apigane na mmoja wao ambaye wenyewe walikuwa wakimwamini zaidi. Bruce akamtandika huyo master wao ndani ya dakika 3 tu na kumwacha akigalagala chini akisema kwa Kichina, "Nisamehe, nimekoma, nimeshindwa, sirudi tena." Bruce pamoja na kuwa alimtandika master mwenzake kwa dakika 3 tu, lakini hakuridhika. Alitamani angemchakaza kwa haraka zaidi. Akaamua kuongeza nguvu kwenye kujinoa na michezo mbalimbali ya martial arts, na akaamini kuwa ikiwa akiijua Kung Fu, Taekwondo, Karate na michezo mingine mingi, basi atakuwa hatari zaidi. Akasema anatamani kuwa kama maji, aweze kubadilika atakavyo, kwa maana maji ukiyaweka kwenye vyombo tofauti tofauti hubadilika na kuendana na shepu ya chombo husika. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend.
Hata hivyo, bado pesa alizozitengeneza kutokana na vyuo vyake vya Kung Fu hazikutosha kumudu mahitaji yake. Hivyo Bruce akawa bado na mawazo ni nini atafanya kitamsaidia kuaga umaskini. Februari 1 mwaka 1965, Bruce Lee na mke wake Linda wakapata mtoto wa kiume. Akaitwa Brandon Lee, lakini wiki moja tu baada ya kuzaliwa mtoto huyo, Bruce akafiwa na baba yake mzazi. Hapo akili sasa ikaanza kuchemka, kwa maana baba amefariki, lakini pia amepata mtoto, hivyo majukumu yameongezeka. Bruce Lee akaongeza nguvu kujinoa kwenye martial arts, akabuni staili ya mapigano aliyoita Jeet Kune Do, staili ambayo aliichanganya na kila aina ya mchezo ya mapigano, yani karate, masumbwi, judo, kung fu na michezo mingine mingi. Hivyo Bruce akabuni staili moja ya mapigano ambayo ikawa ndio bomu la muunganiko wa styles nyingi. Jeet Kune Do ndio ilikuwa style hatari sana. Wakati huo huo, producer maarufu wa filamu na TV duniani aliyekuwa akiitwa William Dozier alikuwa akitafuta mwigizaji mzuri mwenye asili ya bara la Asia. William Dozier akakutanishwa na Bruce Lee, akavutiwa na uwezo wake wa kuigiza. Kumbuka kuwa Bruce Lee alianza uigizaji tangu akiwa na umri wa miaka 6. William akavutiwa pia na mwonekano mzuri wa Bruce Lee na uwezo wake mkubwa wa martial arts. Ndio ulimchanganya kabisa. Dili ya kwanza ya Bruce Lee kushiriki kwenye filamu za Marekani ilikuwa ni kwenye tamthilia ya Green Hornet ya mwaka 1966. Filamu ya Green Hornet ikamtambulisha Bruce sehemu kubwa ya dunia za nchi zilizoendelea, na pia ikampa umaarufu mkubwa sana. Watengenezaji wa filamu duniani wakashangazwa sana na uwezo wa Bruce kupigana kwa wakati huo, kwa maana spidi yake ya upiganaji ilikuwa kubwa mno, kiasi kwamba ili watazamaji wa filamu waone vizuri mapigano yake, ili walazimu kwenye editing wamweke slow motion, ndio watu wataona vizuri ngumi zake na mateke yake. We had to slow up his action because we found in the test that he was moving too fast for the speed of the motion picture film. People may not realize he could have been faster than he was. Hiyo ni sauti ya mmoja wa producers wa filamu kipindi hiko, Charles Fitzsimon, akilithibitisha hilo. Filamu ya Green Hornet ikaruka kwa msimu mmoja tu na kisha ikasimama, haikuendelea tena kutokana na kushuka kwa mauzo. Ndoto za Bruce Lee kufanikiwa kwenye filamu zikaanza kufifia tena. Akakaa kwa miaka 3 akipata dili ndogo za kutokea kwenye filamu chache kama Here Come the Bridals ya mwaka 1968. Kwa kipindi hiko, kipingamizi kikubwa kwa Bruce Lee kutopata dili za kuigiza Hollywood ilikuwa ni sababu ya ubaguzi wa rangi tu. Sababu Bruce Lee alikuwa Mchina na sio mzungu, hivyo Hollywood walikuwa wakimbagua na kumnyima dili za. Bruce Lee akawa mjanja, akaamua kuanza kuwa mwalimu wa kuwafundisha kupigana waigizaji wa Hollywood. Akawa anaenda majumbani mwao na kuwafundisha kung fu na michezo mingine ya martial arts. Mwigizaji mkubwa wa kipindi hiko alikuwa ni Steve McQueen, ambaye alikuwa akiigiza filamu za James Bond, naye akawa mwanafunzi wa Bruce Lee. Pamoja na kuwa Hollywood walimnyima Bruce Lee dili za kuigiza, lakini akawa ndio mwalimu mkubwa wa waigizaji wa Hollywood. Bruce Lee alikuwa akifanya mazoezi, anahakikisha atarusha ngumi zaidi ya 2000 kwa siku, na ataruka mateke zaidi ya 1000 kwa siku, na atafanya mazoezi ya kukimbia maili 3 kwa siku. Bruce Lee akaamua kurudi kwao Hong Kong, China. Akaamini huko ingekuwa rahisi kupata michongo ya uigizaji. Alipofika Hong Kong, Bruce Lee alishangaa kwa jinsi alivyopokelewa kama mfalme. Kumbe huko kwao walikuwa wakimpenda na kumheshimu sana. Ile filamu ya Green Hornet ilikuwa ikipendwa sana huko China. Alipokelewa na maelfu ya watu pale airport ya Hong Kong, na pia hakawa hawezi hata kutembea mitaani peke yake, sababu watu walikuwa wakimkimbilia na kumzonga, wakimshangilia na kumkumbatia. Raymond Cho, ambaye alikuwa ndiye mwandaji mkubwa wa filamu huko China, akamwona kuwa Bruce Lee ni lulu. Akaamua kufanya kazi na Bruce Lee. Wakatengeneza filamu ya kwanza iliyoitwa The Big Boss. Filamu hiyo ikavunja rekodi kwa kuwa na mauzo makubwa sana kuliko filamu nyingine yoyote ile iliyowahi kutokea China. Mwaka 1972, Bruce Lee na Raymond Cho wakaamua kutengeneza filamu ya pili iliyoitwa Fist of Fury. Kwenye filamu hii Bruce Lee akawashangaza watu kwa kutumia katika mapigano yake silaha ambayo mwanzoni wacheza kung fu hawakuwahi kuitumia. Ilikuwa ni silaha iitwayo nunchaku. Ni ile silaha ya vifimbo viwili vilivyounganishwa na mnyororo katikati. Bruce Lee ndiye mgunduzi wa hii silaha.
Filamu hii nayo ikavunja tena rekodi za mauzo huko China. Mpaka hapo kwa filamu 2 tu Bruce akawa ni mfalme wa filamu huko China. Lakini ndani ya nafsi ya Bruce Lee matamanio yake yalikuwa ni kutawala soko la filamu la dunia nzima. Lakini bado Hollywood wakawa wanaogopa kumweka star wa Kichina kucheza kama mhusika mkuu katika filamu zao. Waliamini kuwa ingekuwa ni ngumu kwa Wamarekani kuzipokea kwa mikono miwili filamu zitakazochezwa na Bruce Lee. Mwaka 1973 Bruce Lee aliachia filamu nyingine ya The Way of the Dragon, filamu ambayo aliandika na kuiongoza mwenyewe. Filamu hii ilikuwa na lengo la kuionyesha dunia uwezo wake wa ajabu kwenye utengenezaji na uigizaji wa filamu. Wengi mnaifahamu filamu ya The Way of the Dragon sababu ndio ile filamu yenye kipande maarufu cha Bruce Lee akipigana na Chuck Norris. Fahamu tu kuwa Chuck Norris ni miongoni mwa waigizaji maarufu duniani ambao walifundishwa martial arts na Bruce Lee. Wengi hamfahamu, lakini kwa kipindi hiko walichokipenda watu wengi katika mapigano hayo ya Bruce Lee na Chuck Norris ni vile ambavyo Bruce aliamua kuiga stili za upiganaji wa Muhammad Ali kumtandika Chuck Norris. Kama kawaida yake kwenye filamu hiyo nayo ikavunja rekodi za mauzo. Na Bruce hakupumzika. Ilipotoka tu filamu hiyo akaweka nguvu kwenye kuandaa filamu nyingine aliyoipa jina la The Game of Death. Na kwa wakati huo dunia nzima ikawa inaamini kuwa hakuna bingwa wa karate, kung fu na michezo mingine ya martial arts zaidi ya Bruce Lee. Wamarekani na Hollywood yao, wivu na uchoyo wao wa kibaguzi ukawatokea puani. Kwa mara ya kwanza wakaamua kumpa Bruce Lee dili ya kuigiza kama mhusika mkuu katika filamu iliyoitwa Enter the Dragon. Bruce Lee akapania kuifanya filamu hiyo ibadilishe maisha yake na heshima yake kwa ujumla, hasa katika nchi za Marekani na Ulaya. Bruce Lee akawa busy siku zote 7 za wiki, lakini kumbe kama angejua bora angeachana na kukubali kushirikiana na Wamarekani katika filamu hiyo. Mei 10 mwaka 1973, Bruce akiwa katika studio za Golden Harvest, wakiwa katika utengenezaji wa filamu hiyo ya Enter the Dragon, matumaini ya Bruce Lee ambayo yalianza kupata mwangaza wa kufikia ndoto zake hayakuwa ya kweli. Siku hiyo ndiyo ilikuwa mwanzo wa safari yake ya kifo chake. Bruce Lee alifariki mapema sana akiwa na umri wa miaka 32. Na kabla ya kufaidi umaarufu wake na matunda ya kazi zake, na kabla ya kufanya filamu nyingi, kwa maana hiyo Enter the Dragon ndiyo ingekuwa filamu yake ya 5. Haya, tuendelee na hadithi. Baada ya kazi nzito ya utengenezaji wa vipande vya filamu ya Enter the Dragon, sasa ukafikia muda wa mapumziko kidogo ambapo Bruce akaenda zake chooni kujisaidia. Bruce akatumia zaidi ya dakika 20, kitu kilichowashtua baadhi ya wenzake aliyokuwa nao hapo location. Mmoja wao akaamua kwenda kumchungulia huko toilet. Kwa nini ametumia muda mrefu hivyo? Alipofika karibu na mlango wa choo akamkuta Bruce Lee akiwa ameanguka nje ya mlango wa choo. Bruce Lee alionekana ni kama anayetaka kukata roho. Mwili wake ulikuwa ukitetemeka kama ana kifafa, huko pia anatokwa na povu mdomoni. Inaaminika kuwa Wamarekani ndio waliofanya njama za kumuua Bruce Lee, sababu eti kuna wakati walitaka afanye kazi zote chini ya Hollywood, lakini Bruce alikataa. Acha tuendelee na hadithi, maana mkasa wa kifo cha Bruce una mambo mengi sana. Basi bwana, Bruce Lee alipookotwa kutoka pale walipomkuta ameanguka nje ya mlango wa choo, kwa haraka producer na sahiba wake Bruce Lee bwana Raymond Cho akampigia dokta wake anayefahamika kwa jina la Langford, ambaye akaamuru Bruce akimbizwe hospitalini. Hapa kuna utata kidogo. Ziko simulizi za aina mbili. Ya kwanza, kuna wanaosema kuwa walipofika hospitalini haikugundulika chanzo ni nini cha Bruce Lee kuanguka kama mwenye kifafa, lakini madaktari wakamtibu mpaka akakaa sawa kiasi cha kuweza kuendelea na kazi zake. Lakini pia wengine wanasimulia kuwa Bruce Lee alipofikishwa hospitalini, Dr. Wu, yani daktari wa magonjwa ya mashambulizi ya ubongo, akamchunguza Bruce Lee na majibu aliyoyatoa ni kuwa alionekana kuwa na tatizo la cerebral edema, yani uvimbe wa maji yaliyokusanywa kwenye ubongo, tatizo ambalo hupelekea maumivu makali ya kichwa. Bruce Lee akapewa dawa za mannitol ili kumsaidia kupunguza uvimbe huo. Baada ya saa moja Bruce alianza kupata fahamu na akaanza kuongea japo kidogo. Maneno yake yalikuwa hayasikiki vizuri, na simulizi zingine zinaongeza chumvi kwa kusema kuwa
Bruce Lee aligundulika kuwa anatumia madawa ya kulevya yanayofahamika kama hashish, ambayo ni madawa tokea nchi ya Nepal. Hata hivyo, Bruce Lee akakamilisha filamu yake ya Enter the Dragon na sasa akarudisha nguvu kwenye kuimalizia filamu yake binafsi ya Game of Death. Julai 20 mwaka 1973, Bruce Lee ilitakiwa aonane na mke wake Linda, maana ilikuwa ni muda kidogo hawajaonana. Lakini kabla ya kuonana na Linda, alikuwa na appointment ya kikao na producer wa filamu zake bwana Raymond Chow, ambapo Bruce na Raymond Chow walikuwa wakiandaa script ya movie yao ya Game of Death. Bruce na Raymond walionana majira ya saa 8 mchana na wakapiga kazi mpaka saa 10 jioni, ambapo walitakiwa waende kuonana na mtu mmoja aliyefahamika kwa jina la George Lazenby katika hoteli ya Myanmar. Huyu George alikuwa ni mtu ambaye angemuunganisha Bruce Lee aweze kuigiza na Steve McQueen katika filamu yake ya Game of Death. Steve McQueen alikuwa ni mwigizaji mkubwa sana kipindi hiko ambaye wengi walimfahamu kama James Bond. Lakini kabla ya kwenda huko, waliamua kwanza wapitie kwa mwanadada aliyekuwa mwigizaji maarufu miaka ya 1970 tokea Taiwan. Alikuwa akiitwa Betty Ting Pei, ambaye naye pia Bruce Lee alitamani kuigiza na mwanadada huyo katika filamu yake ya Game of Death. Na huyu mwanadada Betty Ting Pei alikuwa ni mchepuko wa Bruce Lee. Basi Bruce na Raymond Chow walipofika kwa mwanadada Betty Ting Pei, wakati wa maongezi yakiendelea, Raymond aliwaacha Bruce na Betty, yeye akaondoka kwenda kuonana na George, ila akategemea kuwa Bruce naye angemfuata huko kwa George baada ya muda fulani. Lakini Bruce Lee akiwa na Betty ghafla alianza kulalamika kichwa kinamuuma, ambapo Betty alimpatia dawa za kumtuliza maumivu, lakini hali ilizidi kuwa mbaya zaidi, ambapo Bruce Lee akaamua kwenda kupumzika kwenye kitanda cha Betty. Hiyo ilikuwa ni kama mida ya saa 3 usiku. Baadaye Raymond Chow akampigia simu Betty kuwa mbona hajawaona kumfuata kwenye kikao chao na George. Betty akamjibu tatizo huko Bruce amelala, lakini akijaribu kumwamsha hamki. Baada ya nusu saa tangu Raymond Chow alipopata taarifa hiyo ya kushtua, akawa amefika kwa Betty. Na kweli alipojaribu kumwamsha Bruce hakuamka. Wakaamua wasaidiane haraka kumkimbiza hospitali. Hiyo ilikuwa ni mishale ya saa 4 usiku. Madaktari walihaha wakakimbizana huku na huku kujaribu kumnusuru uhai wa Bruce Lee, ambaye alionekana tayari amesimama mbele ya lango la umauti. Raymond Chow akampigia simu mke wake Bruce Lee, Bi Linda, kumwambia hali ilivyo, na Linda bila ya kuchelewa alifika hospitali hiyo ya Queen Elizabeth. Kumbe kwa wakati wote huo wanavyokimbizana, tayari malaika mtoa roho alishakuwa amemtembelea Bruce Lee. Majira ya saa 5:30 usiku ndipo taarifa za kushtushwa zikatolewa kuwa jitihada za madaktari zimegonga mwamba na Bruce Lee ameshafariki. Tarehe 25 Julai mwaka 1973, zaidi ya watu 25,000 walikusanyika katika jiji la Hong Kong kumwaga kipenzi chao Bruce Lee. Katika kipindi hiko kigumu cha maombolezo, mke wake Bruce Lee alinukuliwa akilalama kwa uchungu. Maneno mazito alisikika akisema, ingawa bado uchunguzi unaendelea wa kifo cha mume wangu, nategemea vyombo vya habari na watu pia wataacha kuzungumzia kifo cha mume wangu. Sina mtu yeyote wa kumlaumu zaidi. Najua Bruce kafariki kawaida tu. Sijilaumu mimi au mtu yeyote kwa kifo chake. Inatakiwa tujue kuwa mwisho wetu hautabiriki. Kitu tofauti hapa ni kuwa Bruce amekufa na hatorudi tena. Ataendelea kuwepo katika kumbukumbu zetu kupitia filamu zake, na nawaombeni tumkumbuke Bruce kutokana na kipaji chake, sanaa na maajabu yake aliyotuachia. Kwa wote mliomjua vizuri, maneno na matendo yake yatabaki miongoni mwetu kama mchango katika maisha yetu daima. Najua ni kwa jinsi gani watu wa Hong Kong mlimpenda Bruce Lee na mlikuwa mkijivunia kuwa naye, yote kutokana na mafanikio yake, maana aliweza kuyaelekeza macho ya dunia kuwa hapa ni Hong Kong. Na ndiyo maana nawasihi tumwache apumzike kwa amani na tusisumbue roho yake. Hizi ni hisia zangu na za marafiki zangu wa karibu, na nitafurahi sana kama mtasikiliza na kuheshimu matarajio yangu. Mke wa Bruce Lee, Bi Linda, aliongea maneno hayo kwa shida na uchungu, huku akimiminikwa na machozi, kwa sababu tangu Bruce Lee alivyofariki tu, kila gazeti lilinuka na hadithi tofauti juu ya mambo wanayodhani kuwa ndiyo yalisababisha kifo chake. Wengine walisema ni laana ya Wachina na familia kwa sababu alivunja miko ya Kung Fu kwa kwenda kuwafundisha wazungu, na wengine wakasema Wamarekani na Hollywood ndiyo waliomuua Bruce Lee sababu alizidi kuwa mkubwa na mwenye mafanikio, lakini alikataa kufanya kazi huku akimilikiwa na Hollywood.
Na maneno mengine mengi, huku wengine wakaamua kujiaminisha na kuandika magazetini kuwa Bruce Lee hajafariki bado, ameamua kudanganya kwa kufeki kifo chake ili aende kufanya kazi kwa siri na jeshi la polisi la Hong Kong. Hatimaye Julai 30 mwaka 1973, Bruce Lee alizikwa huko Marekani katika jiji la Washington. Waliomzika walikuwa ni marafiki zake wa karibu takriban 5 tu, na Bruce Lee alisafirishwa kwenda kuzikwa Marekani ikiwa ni uamuzi wa mke wake. Alizikwa mahali panapoitwa Seattle katika mji mkuu wa Marekani, Washington DC. Mke wake aliamua Bruce akazikwe Marekani, sababu ndiko ambako yeye na watoto wake Bruce walikokuwa wanaishi. Lakini pia ili kuenzi kumbukumbu ya kukutana kwao katika jiji hilo la Washington, watu wa China hawakuwa na pingamizi pia, kwa sababu hata hivyo Bruce Lee uraia wake wa kwanza alikuwa ni Marekani kwa sababu alizaliwa Marekani. Tarehe 24 mwezi Septemba mwaka 1973, taarifa ya kwanza ya uchunguzi wa kifo cha Bruce Lee ilitolewa, na mujibu wa uchunguzi yalikuwa ni kama ifuatavyo. Cha kwanza, mwili wa Bruce Lee wanasema ulikuwa na hypersensitive, yaani ukiathiriwa sana au na kuwa na allergy mbaya na madawa ya zamani ya kutuliza maumivu yalikuwa yakitumika miaka ya 70 kama vile Ecugesic, Doloxin na Dilantin. Na hizi ndio dawa alizozimeza masaa machache kabla ya kifo chake aliposikia kichwa kinamuuma. Na pia hayo yote ni madawa ya kutuliza maumivu ambayo alikuwa akiyatumia katika kutuliza maumivu alipokuwa akiumia wakati wa mazoezi yake magumu. Uchunguzi uliofanywa na madaktari hospitali ya Queen Elizabeth chini ya daktari bingwa aitwaye Donald amesema kuwa allergy ya madawa hayo ilisababisha uvimbe mkubwa kwenye ubongo wa Bruce Lee. Madaktari walisema asilimia 13 ya ubongo wa Bruce Lee ilikuwa imetawaliwa na uvimbe uliojaa maji. Kitaalamu waliita congestion of edema of the brain. Hivyo zile dawa za Ecugesic ambazo mrembo Betty Ting Pei alimpa Bruce Lee ili zimtulize maumivu ya kichwa, kumbe ndio zilimmaliza kabisa. Hata hivyo, mrembo Betty Ting Pei hii haikuwa mara ya kwanza kwa yeye kumpa Bruce Lee vidonge vya kutuliza maumivu vya Ecugesic. Hata hivyo, dawa hizo zisingeweza kumua mara moja kama vile amekunywa sumu ya panya, bali ni mara kwa mara kadri alivyokuwa akizitumia ndio zilizojaza sumu mwilini mwake kumsababishia uvimbe kwenye ubongo wake. Kwa vile Bruce Lee alifia nyumbani na kwenye kitanda cha mchepuko wake, yaani mwanadada Betty Ting Pei, basi swahiba wa Bruce aliyekuwa mwandaji wa filamu Bwana Raymond Chow akaamua kutoa taarifa za uongo kuwa Bruce Lee alifikwa na umauti akiwa nyumbani kwake. Tena akaongeza chumvi kuwa Bruce Lee alifia nyumbani akiwa mikononi mwa mke wake Belinda Lee, jambo ambalo halikuwa kweli. Raymond Chow alitunga uongo huu ili kulinda heshima ya Bruce Lee. Lakini haikuchukua muda mrefu vyombo vya habari vikagundua ukweli kuwa Bruce Lee alifia nyumbani kwa mchepuko wake. Tena baada ya kupewa dawa fulani, magazeti yakaandika na watu wakaanza kumrushia shutuma nyingi mrembo Betty Ting Pei, na wakasema kuwa mrembo huyo itakuwa alitumika kumpa sumu Bruce Lee. Iliaminika labda ni Wamarekani na Hollywood yao ndio walimtumia Betty kumuua Bruce, sababu alikataa kufanya kazi chini yao. Lakini pia wengine wakasema sababu kulikuwa na waumini wengine wa Kung Fu ambao walikuwa hawapendi Bruce Lee kuwafundisha wazungu michezo yao ya asili. Hivyo ni Wachina wenzake ndio waliohusuka njama za kumuua Bruce Lee. Lakini pia ripoti za madaktari juu ya kifo cha Bruce Lee hazikuishia kusema tu kuwa Bruce Lee alikufa kwa aleji ya dawa ambayo ilimsababishia uvimbe kwenye ubongo, bali walitaja mambo mengine ambayo nayo yaliaminika kuwa ni sababu za kifo chake. Ripoti za madaktari zikasema sababu nyingine ya kifo cha Bruce Lee ni kuwa mwili wake ulikuwa na kiwango kidogo cha fat, yaani mafuta. Alikuwa na mafuta 1% tu. Hii ilitokana na mazoezi yake magumu na ya muda mrefu aliyekuwa akiyafanya kila siku bila ya kupumzika. Ukosefu wa mafuta mwilini mwake haikuwa jambo zuri kiafya. Pia madaktari wanasema Bruce Lee aliutumikisha mwili wake kupita kiasi kwa mazoezi magumu na pia kwa kazi nyingi, hivyo ikachangia kumdhoofisha mpaka kufikwa na umauti. Siku chache kabla ya kifo chake, Bruce Lee alionekana kupungua sana, na inaaminika ndani ya muda mfupi sana uzito wake ulipungua kwa zaidi ya kilo 10. Toka uzito wa kilo 70 mpaka kuwa na kilo 60. Watu wa mwisho kuonana naye wanasema Bruce Lee alionekana kuchoka sana, huku pia alionekana kuwa na tatizo la kusahau na pia hasira za hovyo. Pia kukawa na dhana nyingine inayosema kuwa Bruce Lee alikufa kutokana na heat stroke wakati anatengeneza filamu ya Enter the Dragon. Heat stroke au sunstroke ni ugonjwa wa homa kali unaopelekea mwili kupata joto kali sana na kufikia hata sentigredi 40.
Jambo ambalo kuna watu wanaamini Bruce Lee alikaa juani kwa muda mrefu sana wakati wa utengenezaji wa filamu yake ya Enter the Dragon. Sababu wakati wanashuti filamu hiyo, nje kulikuwa na joto kali sana na ndani ya studio AC zilikuwa hazifanyi kazi. Na baada ya kumaliza filamu hiyo, Bruce Lee aliposafiri kwenda Hong Kong, ilikuwa ni msimu wa joto kali pia. Hivyo mwili wake ukaendelea kuathirika. Bruce Lee alifariki akiwa na umri wa miaka 32 tu. Bado akiwa kijana mdogo kabisa, na tena akiwa ameigiza filamu chache sana. Lakini Bruce Lee amefariki na heshima kubwa. Ndiye mwigizaji wa kwanza tokea bara la Asia kufungua milango ya soko la filamu la Asia kimataifa. Mpaka kesho kaburi lake lililoko Seattle katika mji mkuu wa Marekani, Washington DC, ni miongoni mwa vivutio vikubwa zaidi vya utalii katika nchi ya Marekani. Na huu ndio mwisho wa simulizi hii. Jina langu naitwa Mtiga Abdul.